proxy. Hapa ndio tunakam have common wananchi conversations on common topics, lakini in an extraordinary way. Yani tunataka hizi vitu common tu zenye watu wanapitia, zenye watu wengine hawaoni, wanadhani ni common, tuzidiscuss in a common way, lakini mtu aweze kuzidigest in an extraordinary way, yani kulingana na vile sisi tunaziona. So leo niko na guest. Kuna topic nilikuwa nimeanzisha like 1 year back kwa social media platform zangu kuhusu vile through hii jani ya job yangu kama mneti, yani kama askari wa Yela, nimepatana na vijana wengi sana haswa huku Central Province wenye wako jela, mayouthman wengi wanaitana na jina ya mama yao kwa ID. Na hiyo kitu nikaisema kwa social media platform zangu, na niliona zile feedback zilikuja, na hiyo topic nikaona discuss tena nikiwa peke yangu. So nikaona nitakuwa na approach kutoka naita mtu anakuja, tunaisikia from the horse's mouth. So without much ado, leo tuko na my brother here, anaitwa Gorilla. Gorilla ndio jina ya brand. Kwa majina ni Brayo. Brayo, jina Brayo. Kijanga tu Brayo, watu wanatemeka Brayo. Bana, hizo ni misconceptions za wase. Unajua topic ni podcast. Topic ni Proxy podcast. Proxy podcast. This is the first ever episode sabu. Episode number 1. Episode number 1. Na wewe ndo tumekuwa tukiongea na wewe kuhusu podcast. Wewe ndo likama mpaka na jina ya Proxy. So ni vizuri sana. It's an honor ukiwa guest wa kwanza. Wapande hii niko na segments 2. Kuna yenye nitakuwa naongelea sana spirituality, na kuna yenye tutakuwa tuna have hizi common wananchi conversations. Na kuna zile tutakuwa tunaweka za dini. So nashukuru sana wewe ndo guest wa kwanza wapande hii ya common conversations. Sababu hata wewe ni co-host sasa. Sasa ni vizuri tukianzisha on a high. So nikitumia M-Pesa, jina yako itasomaje? Message yako itasomaje? Message itasomaje pande yangu? Venye utaona. Venye mimi nitaona. Tutaona Brian Wambui. Nilikuwa like nikiongea kuhusu hiyo jina ya mama. Vile vijana wengi wa Central wanaitwa jina ya mama. Jina ya mama. Nikiongelea hiyo, kuna vile niliona imeguza watu the bad way, na siku nataka iwaguze hivyo. Nilikuwa nataka waelewe chenye mtu upitia akisikia, yani stories za self esteem wakati unaitwa na jina ya mamako. Ningependa sasa tuisikie kutoka the horse's mouth. Sikia kwa mtu anaitwa jina ya mama. Mtu anaitwa jina ya mama na ni best yangu. Obviously ni different. Ni different situation, ni kwanza growing up, unaona? Growing up na madhi. Growing up na madhi pekee. Father figure ni ile anakaa makiishia. So alienda kununua maziwa lakini arudingi Shimonio. Anaenda kununua maziwa na warudi, au alienda kununua figi akashindwa kurudi. So obvious if grow up itakuwa different cause madhe bado ni dem. Unaona? Na anakuraise kama a boy child. So unaona kuna vitu mob sana za boy child. Yani wewe unapitia real time ya zingine story hata nakupitia pekee. Hadi vitu zingine zenye una feel. Unajua kuna vitu venye una feel sio the same na venye dem ana feel. Kweli. Unaona? Wewe unafaa kuwa unafikiria technically, unafikiria yani emotions kando. Unapata wase wengi wameriziwa na the lady ama madhe. So unaona wanapata wana make decisions zao emotionally na kuget. So unaona kama kuna impact tu ikikama hivi, unaona the first emotional response
ndio ana come up nayo, yani ndio ana execute, sababu amelelewa na hiyo feminine energy. Amelelewa kidemu yani. So na yeye amelelewa hiyo. Sio ni different. Mimi ucheki makuzo wangu. Hata mimi nikiwa mkidi sana nilikuwa napenda sana kutembelea my cousins wenye the uncle ako here. Kuna hiyo tunaita complete family. The whole unit iko. Unaona? So mimi nilikuwa napenda kuwatembelea sana. Ile design tena. Yani nikaa tu nisikia hiyo environment. Nisikia kwa feeling man. Unaona? Uone kama uta feeling fulani hapo. Kana lack, yani ni ka feeling kwa Bazenga bro. Unaona hata ukitokea nje the name Brian excluded. Unaona hii part ya confidence na self esteem na nini inakuanga major sana. Unaona ngadi pali fulani mimi na kuzi yangu tumeenda base. Utachiki kuzi yangu amesimama kama amelink kwa milango nini. Mimi nimesimama tu hivyo polite hivyo ndio mimi najua stand straight simama tu hivyo kuzi yangu naye ameka mikono huko hivyo, yani unaona any moment anaweza kutoka DM tu yani hizo unaona ile confidence yenye ako nayo yani iko on another level. Sababu amelelewa kiongozi na Bazenga, unaona. Bazenga alikuanga area, unaona. Hadi venye anajibeba akiingia kwa kids, unaona. Saa zingine fadhi anataka vurugu tu, unaona. I don't want peace, unaona. Madhe kila time wametulia, madhe kila stress zake. Saa zingine hadi madhe anakaa na anko. Na anko. Unaona. Hadi wewe sasa unajua wewe lazima utafute kanti. Itakuwa by the itakuwa subconscious impact pia. So unajua lazima ukae nao madem, unaona. Sasa unaona sasa man nakufeel. Na sasa nilikuwa na checking kama sisi tukiwa primary tukilelewa. Ndio kuna ile time unapatanga mnaiko boy na dem kwa desk moja mpaka ukiwa katikati ya mademu unasikia kulia. Ukiwa kijana. Mimi nilikuwa napenda hiyo. Mbona nilikuwa napenda sababu hiyo nilikuwa na feel comfortable. Sababu hiyo feminine energy. Mimi nilikuwa na feel hata nikademu. Unajua nimelelewa na madhe alikuwa kwa salon. Watu wengi wanatembea kwa salon ni madem. Unaona mabeshte wake pia. Wenye una interact nao wengi. Wenye wanakuja kuni babysit madhe akienda maform zake. Fast forward, kwanza nasikianga sasa hao kwanza ndio wabaya sana kwa maboi wenye wamelelewa na single mother. Mabeshte wa madhi nasikia ni wabaya sana bro. Tuambie experience yako. Yes, experience yako na mabeshte wa madhi. Mabeshte wa madhi wanakuanga maform man. Form ni maform tu man. Ni maform wao wanakutolea form. Kwa sawa. Wao wanakuita kama mtu wao kwanza. Sasa wanakuchukua kama mtu wao ama sijui wanajua madhi ati boyfriend. So ndio nisema tu fast forward kutoka kwa kale kabla kutoka kwa mtu hadi sasa hivi. Hadi sasa hivi kwa sasa hizi ni noma juu sijui kwenye iko. Unaona bado mimi ulipitia. Mimi bado umeona hata tukienda unajua wao ndio wanachangamka. Unaona. Ni zile za salamu tu. Wanakukumbusha tu story fulani, unaona. Tuatene. Tu story tuatene. Wanakuwa na umekuwa msimbigi. Sasa hizo wanaanza kuambia vitu mingi, unaona. Vitu za kawaida tu lakini mimi walinitreat tu kama mtu ikao tu. Hadi saa hizi wananitreat. But nasikia kuna maboi wametake you advantage sana na mabishto wa madhi. Si ati story na mabishto wa madhi. The issue si ati story na mabishto wa madhi. The issue ni older women. Older women. Guys wenye wamelelewa na single mothers ama women peke yao. Hata saa hizi si hadi madoi mawili wanaweza lea mtoi. Wana adopt wanalea mtoi saa hizi. Si imekubalika saa hii. Hii time ya saa hii. So unapata hao watu hii yani anasema juu yani hiyo environment ya udem tu. Unapata ni sijui kama ni mother issues ama ni father issues man. The boys zitakuwa father issues, daddy issues ama zitakuwa mom issues.
Daddy issues. Ni mami issues. Zote ni mami issues. Zote wanaweza kupatia issues wa kuwe present ama kuwe absent. Ndio. Unaweza kuwa na issues bado. So unapata you're attracted to older women cause unaona ukiwa mtu hivyo ulikuwa umezoea tu hiyo hadi conversations na ulikuwa free now. Sasa hizo venye umekuwa teenager au umefika kampo unaona kuna wale mabeshte wa madhi na bado tunabongana nao, so unaanza ku experiment, unaanza kufanya 1 2 3 hapo hivyo unajipata mshaanza kuanza kwenda na saa hiyo pia unahitaji ka pocket money, unahitaji do kampo lazima utake hiyo do bro. So unajua lazima unajua tena unakimbizana na kwingine, so lazima uwe na kupata job sahi man. So noma na unajua mabeshte wa mkoro si wako sawa. Sasa from the hao ni single pia bro. Kwanza kitu ya kwanza wanakuanga tu wote. Sasa from the horse's mouth tuambie, ni ukweli kwamba maboy wengi wenye wanaitwa na jina ya madhi wana end up kuingia kwa crime kulingana na wewe vile unajua, kulingana na experience yao kazi? Unaonaje, ni ukweli? Kulingana na wale maboy umepatana na wao na jina, yani unaonaje wewe kuingia kwa crime professionally? Sasa ukiangalia professionally, na pia ukiangalia kama wewe Brian mwenye unaitwa na jina ya madhi ukiwa nje sasa kwa street, ni rahisi kuingia kwa crime? Iko na impact msee. Ni kama unataka kusubstitute ile lack of kuna ile ukitokea tu hivyo unasikia ati unaitwa na madhi, unaanza kuulizwa ati kwani buda kwa wapi? Unaanza buda anafanya job gani? Unasema unalelewa na madhi. Unaona unapata ka esteem fulani. So I think ndio utake kusubstitute ile ujiprove ati wewe ni bazenga pia una end up kufanya vitu zenye ni wrong, una end up into crime sasa. So unaona juu inakupatia false sense of confidence. Ukishika tu hiyo mpepe hivi bro, inakupatia unajiamini. Ama ukishika bike uanze kufanya mastunts, so unaona kutengeneza jina, yani vitu zingine za usafisha image yako. Sasa wewe unaanza uache kuwa unaona madhi, uache kuangaliwa na hiyo side, uache kuangaliwa na ati wewe ni mtoto wa mama. Ukienda place yote ukijiintroduce unasikia ati mtu amesema tu kwa background yeye ni mtoto wa mama wewe. Unaona usikianga tu mtu amesema unashinda ila kusini na si ninajua si ninaitwa hivyo. Unaona sio inakufanya unaenda unataka kutoa focus from your side, weke focus hii side. Kwa hivyo kuna vile pia raia wana create stigma, si ndio? Hakuna haja uambie msee ati mtoto wa mama kila saa. Mwache ku create stigma kwa watoto wa mama, mwache kuita especially wazae. Unapata wasee hadi mko family gathering tu, unapata hadi uncles tu wako wana, kwani wewe unajua ulijipata hapo hivyo. Hizi ulijichagulia wewe mwenyewe, ndio? Unapata hadi uncles wanaanza hadi unajua. Sasa kwanza kitu moja inakonga tough ni haujui sasa nani mzee wako kufunza ile tradition zako. So unaona kama kijana ndio kukuambia hata kuchinja nini vitu mob badi kushave vitu zingine zenye wase uchukulia ati dogo tu hivi. Mzee anaenda kujifunza kushave na YouTube tutorials man. Unaona kuna mwingine amefunza kushave na mzee wake pale hivyo kwa mirror. Unaona hata ni mimi kwangu like mimi by this kuhitaji kufunzwa kushave na ndevu, sababu nimegrow nikiona mzee wangu akishave. Then nimekuketi na sometimes tunaweza ona kama hizi vitu ni kawaida, kumbe si kawaida. These are not common things manze. Kuona ati mzee ana shave hivi, mimi nimelelewa sasa nikijua kushave mtu ana shaving hivyo. Unaona so kuna mzee wewe, yani wewe hujaona, yani haiko kwa subconscious, haiko hapo juu hata uko grow up ukiona. Unaona ile confidence tu yote tu ya ku approach them inakonga major sana. Sasa una approaching dem hizi kuchukulia serious, the approach yako tu inakaa tu playful brother nini. Kuna wengine wanaendanga tough kama wamegonga point kwa kwenye inafaa. Anaweza kuwa na baba na mama.
Sasa nikuulize kwa hiyo ya kuapproach dem sasa. Na tukiingia sasa tunaweza sema ati saa hizi tukiongea ukweli saa hizi watoto wa madhi kwa hii age yenye tuko kuna mpaka LGBTQ. Unataka kusema watoto wa single mother, boy child haswa ndio tunaongelea. Unataka kusema boy child anaweza ingia kwa gayism haraka sana saa hizi kama amelelewa na a single parent. Ndio, kama hana father figure man. Na lazima kuwe na ile masculine energy. Ni important man. Hii masculine energy ni important. Nilikuwa nimesema mimi kama advice ile time nyingine sasa nikishoot video kwa msitu peke yangu. Kwa nimesema kama unajua uko wewe ni single mom, nominate a father figure mwenye atakuwa na lea mtoi wako kijana, mwenye atamfunza vitu za ubaba na akuwe present. Nikamwambia hata kama ni bro yako ama uncle. Alafu nikamwambia unaweza hata muandikisha kwa ID. Nikaona imewa rub the bad way. Muandikisha kwa ID mbona? Sasa ndiko nasema hivyo sababu ya hiyo jina. Yaani ndio. Mimi niko naona niko na checking tukiwa Raima. Kijana kama anaitwa na jina mamake hata akitoka register sababu kuchekelewa hata sometimes ama itikangi. Sasa sababu tulizoea itikangi ni kucheka tu. Sasa unaona sasa mtu anazoea. Mtu anazoea. Bad. So man, single moms are fast key conversation. Miss G, saa unajua kwanza kitu ya kwanza hata kusema ati stories za gayism na nini yote ni upbringing ya huyo mtoi. Si lazima atafadhia kwa area ndio. Madhe pay close attention. Hizi vitu zingine si unaangalia tu vitu zenye na watch. Sasa hizi zina drive na content sana. Juu kitambo atakuwa na hizo gender zote zenye ziko sasa hivi. Ndio. Hizi vitu zingine ni just mpatie attention kiasi tu. Hiyo attention yenye ata grow up kwenda kutafuta kwa wamama huko in future. Mpatie hiyo attention akiwa mkidi. No. So madhe pia anaweza play both roles. Nikasema tena wakati nilikuwa naongea hii story, wakati nilianzisha hiyo conversation, niliongea tena nikasema hii story iko huku Mrima, huku Central Kenya. Pacha Central. Kutoka Kiambu pia man. Na sasa mbona iko huku mpaka kwa hizo kaunti zingine kuna single moms wanalea watoto wao, lakini utapata mpaka majina kwa ID zao imeandikwa na lakini bado utapata the uncles are getting very much involved. Kwa hiyo mtoi wako very much involved kwa hiyo mtoi, from both sides. Hadi wenye alimtoka kuna wenye wanataka kujua huyo mtu yani bado ni seed yao, si ndio? Lakini sasa kuna deadbeat pia. Deadbeat ndio ishia tu na deadbeat sasa sana wako huku Mrima mwanze jirada ni gani? Ndio tunapata. Lakini mademo huko hivyo pia wako na kiburi juu. Unaona hata kwa the story of creation. Zile clans. Hiyo mythology. Mythology. Culture yetu ni mademu. Ni matriarchy. Clans ni majina ya mademu. Zimeitwa na mademu zote, si ndio? So hiyo ni matriarchy, si patriarchy. So culture yetu inapitishwa from one generation to the other by the ladies. Alafu mademu wetu ni ngori bro. Umeona vitu kama Ngemi, hiyo show ya Ngemi yenye ili happen juzi. 90% ya wale walikuwa pale hivyo ni mademu na walikuwa wamejipeleka wao wenyewe. Unaona? Maboy walikuwa very few. Na ni Wagikuyu. Ngemi si ni Gikuyu, wanaenda kusikiza kina wase huko. So ni vile wamejitambua excess. Wamejitambua man. Design yenyewe hadi hawataki kupewa support ya kulea mtu huyu. Bombo kla. Ndio. Lakini sasa wanafaa waelewe huyu mtu yeye ni the father figure. Hata kama mama ameweza kujiweka. Hata kama ameweza kujiweka, hata kama ako capable kujiweka, anafaa put into consideration kuna mtoi kijana. Kuna vitu zingine hata si ati ni vitu za kuona. Vitu zingine ni deeper. Vitu zingine ni kama unaona hiyo energy, the feminine energy
na the masculine energy. Mpaka akuwe hapo ndio energy. Hiyo energy yani hata ina transfer. Unapata hiyo transfer of energy. Unapata ukikaa na maboys unapata ile hadi ile style fulani unaponga nayo. Hata kutembea. Hadi kutembea unacheki. Hata kuongea yako kubonga. Kila kitu inakaa. Pedhi hata mtoi mwenye amelelewa na mademu wengi akiwa kijana. Zile michezo anachezanga akiwa mdogo. Ni hizi za kupika pika. Banya. Na hiyo kuruka kati. Unaona. Lakini kile na boys ni kutengeneza toys za malori. Bana, si ndio? So tunafaa kuangalia father, tunafaa kuangalia yani zaidi ya hata single mothers. Ununulie hiyo mtoi toy ya kigari. Semaje bro? Na mademu mademu wenye wana au sasa ndio wanakuwa na daddy issues bro. Kuna mademu by the way tutasema pia kuna mademu wenye wako na one parent pia. Kuna boy child. Sasa tulikuwa tuna concentrate na boy child. Juu pia boy child pia haja hakuna mtu amekuwa shunned sana. Ametokwa. Volume yake imepunguzwa. Kila mtu anaongelea the culture. So big up kwa contribution yako. Imekuwa normal, imekuwa real. Imekuwa real. Yani Proxy number 1. Tumeanza. Episode number 1 ama 0 bro. Hii ni 0. Hii ni episode 0. Hii si 1. Episode 0. Ndio hii hapa sasa tukiwa na Gorilla. Yani mtaendelea kudiscover more and more things about Gorilla na zile vitu wanafanya na talent yake, sababu pia kwa hii podcast lazima tuongelee kipaji, sababu manze kipaji ndio imenifikisha mpaka hapa. Tunaweza fikiria kukaa mbele ya kamera na tunaweza bonga na tunaweza have these common conversations za hizi common issues zenye tuna face hapa chini kwa society in a common room, yani ka common way, lakini unazidigest in an extraordinary. Let me say one thing. Sema. Kuhusu hiyo vitu tumekuwa tukiongelea saa hizi. Saa zingine sio ati Padhi ndiye anataka kuondoka. Saa zingine Madhi anaweza Padhi aondoke. So wanamnyima peace. Tuajichunge. Bombo class. Ina happen pia. So magalde pia mpe wanaume peace. Ndio watu walelewa na both parents. Ndio. Kubali kuambiwa hadi once in a while hadi. Morema babes. Nini tunaambia? Once in a while kubali kuambiwa. We know you got shit. Tozo handle hivi vitu but na wanajituma tuna appreciate msikuja hapa kutupiga na mawe bana, alafu lakini kubali kuambiwa sometimes kubali. So for the sake of the kid. Hata kuna msemo, acha nimalizie na msemo wanasemanga hata simba awe mkali na mnagani bado anatiwa mimba. Kwa hivyo ndio usikuwe mkali sana. Sababu ulikubali hiyo mimba, ukubali pia mtoi alelewe na watu wote wenye waliparticipate, ama kama sio hivyo una nominate mtu mwingine. Ndio. To keep the conversations going. Proxy the podcast. Proxy podcast. Peace. Imeisha.